Je, unajua kuwa simu ni kompyuta? Watu wengi walikuwa wakifikiri kuwa kompyuta ni desktop pamoja na laptop, lakini ukweli ni kwamba smartphone nazo ni kompyuta. Kwa nini? Karibu ijue teknolojia, upo na mimi Remy G. Tujue kwanza kompyuta ni nini. Kompyuta tunasema ni kifaa cha kielektroniki kinachoweza kupokea data, kuchakata, kuhifadhi na kutoa taarifa. Hiyo ndio maana ya kompyuta. Tuone sasa sifa za kompyuta. Kompyuta ina sifa nyingi sana, lakini sifa kuu za kompyuta ni zile ambazo tumeziona ndani ya maana ya kompyuta. Kompyuta inahifadhi data, kompyuta inachakata data, kompyuta inatoa taarifa. Hatusemi inatoa data kwa sababu kitu ambacho tayari kishachakatuliwa, hiyo tayari sio data tena, bali inaenda kuwa information. Kwa hiyo tunasema kompyuta inatoa taarifa, lakini kompyuta pia inapokea taarifa. Kompyuta inapokea data. Lakini ukijaribu kuangalia hizi sifa zote za kompyuta, simu nayo ina sifa hizo. Kwa nini simu ni kompyuta? Ukienda kwenye aina za kompyuta, zipo aina nyingi za kompyuta, lakini kuu ni 4. Aina ya kwanza ya kompyuta, kuna super kompyuta. Hizi ni kompyuta kubwa zaidi ambazo zinafanya kazi kubwa na inafanya uchakataji mkubwa wa data. Mara nyingi hizi hutumika kwenye upimaji wa hali ya hewa, utafiti na mambo kama hayo ya kisayansi. Aina ya pili ya kompyuta tunasema ni mainframe kompyuta. Hizi ni kompyuta kubwa, zina uwezo wa kutumiwa na watu wengi kwa wakati mmoja. Mara nyingi hizi hutumika kwenye mabenki, serikalini na sehemu kama hizo. Aina ya tatu ya kompyuta tunaita mini kompyuta. Hii ina ukubwa wa kati tu wa kawaida, nayo hutumiwa na watu wengi kwa wakati mmoja, na mara nyingi hizi hutumika mahospitalini na kwenye makampuni ya kati. Aina ya nne ya kompyuta inaitwa micro kompyuta. Hizi ndizo kompyuta zinazotumiwa zaidi na watu binafsi, tunaziita personal computer. Kifupi cha personal computer ni PC. Nikisema PC wengi wanafikiri zile laptop, sababu watu wengi tumekuwa tukiziita PC, lakini kirefu cha PC ni personal computer. Tunaita ndo micro computer. Hiyo micro computer ina aina zake. Ndani ya micro computer humo kuna desktop, kuna laptop, kuna tablet na kuna smartphone. Tayari tushaona kuwa smartphone ni aina ya kompyuta na ni aina ya 4 ya kompyuta. Mpaka hapo simu ni kompyuta. Kwa nini tunasema smartphone ni kompyuta na imewekwa kwenye aina ya kompyuta? Tushaona mwanzoni kuwa kompyuta ina sifa nyingi. Miongoni mwa sifa za kompyuta ni pamoja na kuchakata data, kupokea data, kuhifadhi data na kutoa taarifa. Hizi ni sifa za kompyuta. Je, simu nayo ina hizo sifa? Ndiyo. Tumesema kompyuta inapokea data. Vipo vifaa vinavyowezesha kompyuta kupokea data, ikiwemo keyboard, ikiwepo mouse. Hizo zote ni aina ya vifaa vinavyowezesha kompyuta kupokea data. Kwenye simu, je, simu inapokeaje data? Unavyo touch kile kioo screen, tayari pale umeingiza data. Huo ni mfano mojawapo wa simu kuwa inapokea data kwa njia ya kutouch. Lakini pia tumesema kompyuta inahifadhi data. Simu nayo inahifadhi data. Ndio maana utakuta mtu ana picha zake kwenye simu, ana video zake kwenye simu, ana mafaili yake kwenye simu na baadhi ya document na nini na mambo kama hayo. Hayo yote yamehifadhiwa wapi? Ndani ya simu. Kwa hiyo tayari hii inafanya nini? Inahifadhi. Hiyo nayo ni sifa ya kompyuta. Lakini pia tumesema kompyuta inatoa taarifa. Inatoaje taarifa kompyuta? Kwa kutazama video. Kitendo cha kutazama ile video tayari unakuwa unaona data ambayo imechakatuliwa tayari. Video iliyopita tuliona kuwa CPU ndo ubongo wa kompyuta unaochakata data ili kukuletea matokeo kwenye screen uweze kuona. Kwa hiyo simu nayo kitendo cha kutuletea matokeo, maybe unacheza game kwenye simu yako au unatazama video, umetumiwa ujumbe kwenye simu unausoma,
Kitendo cha wewe kuona kile kitu kwenye skrini pale, tayari tunasema ni output. Tayari imetoa taarifa, na ili upate taarifa kuna mchakato uliofanyika hapo nyuma. Kwa kuwa simu inatoa taarifa, it means simu ina CPU na inachakata data. Umeenda kwenye storage yako ya simu, umetafuta video fulani. Kitendo cha kuclick ile picha na ikatokea, imepitia mchakato wa wewe kuona ile picha yako au video yako. Ile mchakato umefanya na CPU. Kwa simu mpaka hapo ni kompyuta. Unavyotuma ujumbe na kupokea ujumbe, unavyofanya miamala ya kibenki, unavyotazama video, unavyoitumia AI, unavyozitumia program zote za kidigitali, tayari umetumia kompyuta ndani ya mkono wako. In short ni kwamba aliyetengeneza simu alirahisisha mfumo wa kompyuta kubwa kuwa mfumo mdogo wa mkononi au mfukoni. Utofauti wa simu na kompyuta ni OS. Nikisema OS namaanisha operating system, mifumo ya uendeshaji wa kompyuta au simu. Kwa kifupi ni kwamba neno smartphone linamaanisha simu yenye uwezo wa kufanya kazi nyingi za kompyuta kupitia mfumo wa Android au iOS. Nikisema Android ni zile simu kama Samsung, Infinix, Tecno na kadhalika. Nikisema iOS ni zile iPhone. Tayari tumeona kuwa simu ni kompyuta.